moto, ni hewa ambayo inakata kona, wakati ikiondoka watu ndio wanaiwahi wanaivuta. Hapo zamani za kale, kama tunavyojua, Bonyokwa ni eneo ambalo lililosahaulika na wanyama ndio walikuwa huko. Usafiri wao mkubwa ilikuwa ni hizo upande tembo, fisi, farasi ama fisi. Lakini kwa sasa eneo hilo linakaliwa na watu kede kede. Ina maana hata maendeleo ya usafiri yapo huko. Je, ni usafiri gani ambao kwa sasa ukitaka kufika Bonyokwa utakufikisha kwa usalama zaidi? Bonyokwa watu wanatumia usafiri wa aina gani? Kirudi nyuma kidogo kihistoria, tulikuwa tunatumia usafiri wa wanyama, lakini kutokana na teknolojia kukua, Bonyokwa kumekuwa na mchanganyiko wa kila chombo cha usafiri cha duniani ili kuweza kusaidia watu kufika katika point. Na inaonekana vumbi limekuwa kubwa sana Bonyokwa. Watu wengi wanasifia sana vumbi la Kongo, lakini wangepata nafasi ya kushuhudia vumbi ambalo liko Bonyokwa, ndipo wangeamini kwamba sisi tunaweza kuingia kwenye soko la kimataifa la vumbi. Na kimsingi zamani Bonyokwa walikuwa wanatumia usafiri wa simba, punda, fisi. Sasa baada ya vile vyombo kuwa vitumiki tena, sasa hivi vyombo vinavyotumika vina ubora huo? Vyombo vina ubora, lakini kuna muda unaweza kukutana na chombo cha usafiri kimechoka kiasi kwamba wewe unatamani ukibebe ndio kifanyie usafiri kutokana na mwendo kuwa mrefu. Unakutana na bajaji na mguu mmoja lakini bado inatembea. Ili uweze kuishi Bonyokwa utakuwa mtu aina gani? Kwanza anatakiwa wewe ni mtu ambaye unavumilia shida, mtu ambaye unaweza kuvuta pumzi ya moto, mtu ambaye unaweza kula vumbi sana, mtu ambaye unatakiwa mafua uone kama ni breakfast. Ndipo unaweza kuvumilia maisha. Na inasemekana Bonyokwa kuna waganga wa Bonyokwa wanasikia wanapokea mpaka majani ya chai. Kwako wewe imekaaje hii? Wale wanapokea kila kitu isipokuwa hawapokei rushwa. Waganga wa Bonyokwa? Na nimesikia waganga wa Bonyokwa wengi hawana nguvu za kiume. Hii kimsingi imekaaje? Inawezekana kwa sababu dawa nyingi si wanawauzia wateja, wanashindwa kumganga jigangi. Asante sana Said Sabini. Na sasa tuangazie kuhusiana na wiki ya wanawake duniani. Wanawake wa Bonyokwa nao hawajaachwa nyuma kuzungumziwa juu ya hili. Je, wanawake wa Bonyokwa ni wanawake wa aina gani? Basi ripota wetu anaeleza kiundani taarifa hii. Asante sana studio. Leo tuko njia panda ya Bonyokwa, njia ambayo unaweza kutokea mikoa yote ya Tanzania ukiwa hapa njia panda ya Bonyokwa. Mchambuzi, nataka nikuulize juu ya swala la wanawake wa Bonyokwa. Ni wanawake wa aina gani? Kwanza hawa ni wanawake ambao wanavumilia sana shida. Ukiangalia mazingira ambayo wanaishi, wanawake ambao wana uvumilivu sana. Je, mwanamke wa Bonyokwa anaweza kawa singomaza? Anaweza kuwa singomaza kwa sababu ya ugumu wa maisha anayopitia, lakini pia anaweza akafanya kila kitu. Je, watu ambaye anasema na ex wangu yuko Bonyokwa, ni kweli ex anaweza kawa Bonyokwa? Bonyokwa huwezi kuwa una ex, kwa sababu Bonyokwa hakuna ex. Labda kama ni mjane wewe. Okay, kwa Bonyokwa ni wajane, so hakuna ga ex. Huwezi kusema kwamba ana ex wangu. Yaani wewe unaweza kuachwa na mtu wa Bonyokwa. Ina make sense. Yaani wewe useme kwamba mapenzi yananitesa kule kuna mpenzi wangu Bonyokwa ananitesa kweli. Wewe utakuwa na shida. Na inasemekana wanawake wengi wa Bonyokwa wamekuwa pia wanajaribu kufanya shughuli za uganga. Hii kwa hoki mazingira inawasaidia kiasi gani? Kimsingi hiyo sina uhakika nao sana, ila